umetukuka Bwana, hatuna mwingine tena zaidi yako wewe Yesu Kristo, zaidi yako wewe Mungu aliye hai, zaidi yako mfalme wa amani, zaidi yako Jehova Nisi, katika jina la Yesu Kristo. Tunalika uwepo wako mahali hapa, tunalika nguvu, tunalika uzima wako mahali hapa katikati yetu Bwana, tunalika Roho Mtakatifu Bwana ukatuguse, Bwana ukatuponye, Bwana ukatuhudumie kwa namna ya pekee mno ambayo Bwana umekusudia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante kwa amani kupitia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Bwana, kupitia jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. 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 Nikiwa maneno sana kwa kelele. Ongeza tena makofi yako na kelele kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Sasa ni sana ya kusifu na kuabudu ambayo kumpendeza Mungu mimi leo kuwa kuhani wa sana. Haleluya. Mungu wa mbingu na nchi wabariki. Umenipatia Baba ila kushukuru. Siwezi kueleza ila kushukuru. Tuseme hatuwezi kufika walimu wetu washukuru. Jamani, tuseme hatuwezi walimu wetu tawashukuru. Tuseme hatuwezi kueleza walimu wetu tawashukuru. Amen, 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 amen. Mungu awabariki kutuombea, kutulea na kutufundisha, sio kama tulivyokuja. Kwa kweli Mungu ametuhudumia. Basi asubuhi ya leo Mungu akubariki uliyekuja kwenye ibada. Naomba tuanze somo letu ambayo kichwa cha somo kinasema kutambua gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Jamani, mnanisikia vizuri? Maiki inasikika vizuri? Kutambua gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Andiko letu linatoka kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 15 hadi 33, lakini tutasoma mstari wa 25 hadi 33. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 15 hadi 33, lakini tutaanza kusoma mstari wa 25 hadi 33. Kichwa cha somo kinasema tambua gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kichwa cha somo kinasema tambua gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchi baba yake, naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. 27. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. 28. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asije akashindwa katika kujenga mnara, kwamba anavyo vya kumalizia asije akashindwa kumalisha baada ya kupiga msingi. Watu wote waona wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumalisha, au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza
kukutana na yule anayekuja juu yako. Watu wetu 20, na kama akiona hawezi kutuma ujumbe kutaka shati za amani, mtu yule akakubali, basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante maneno yako asubuhi ya leo. Mungu utuhudumie kwa namna pekee. Roho Mtakatifu anakualika mahali hapa, utuguse na kutuponya. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba nikiamini. Amen. Mwandishi wa kitabu cha Luka inasadikika, inasemekana ni Luka mwenyewe, lakini Luka yeye ni daktari, ni mtu msomi. Biblia inamwita ni tabibu. Luka pia ni miongoni mwa mtu ambaye alifanya kazi na Mtume Paulo katika safari ya pili ya Mtume Paulo. Luka aliambatana naye, lakini Biblia inasema kwamba pia ni mtu mtaalamu, mtu msomi. Yesu asifiwe. Yeye alimwandikia mtu mmoja anaitwa Theofilo. Inasemekana ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Kiyunani. Huyu mtu aliandikiwa ni kiongozi mkubwa mno. Ndio maana Luka akaamua kumwandikia huyu anaitwa Theofilo. Tunaona hapa mwaka ambao huyu Luka aliandika kitabu hiki, yeye ilikuwa ni mwaka wa 60 inasadikika. Mwaka wa 60 inasadikika. Na nami pia nikafanya utafiti, nikaangalia kwenye vitabu mbalimbali, kwenye nyenzo mbalimbali, ambayo mojawapo ni Biblia Usiseme na vile mafanuzi ya kanuni. Inasemekana huyu mtu aliandika mwaka wa 60 baada ya Kristo. Lakini pia yeye alikuwa wapi? Luka alikuwa Rumi, sehemu moja inaitwa Kaisaria. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kueleza vizuri. Lakini pia kusudi au sababu kubwa iliyomfanya Luka aandike nini ni kudhihirisha habari sahihi juu ya maisha ya Kristo Yesu, Lakini pia alikuwa anathibitisha kuhusu kwamba alikuwa anaeleza kwamba Yesu Kristo ni mwanadamu kamili, lakini pia Yesu Kristo ni Mungu. Lakini pia Yesu Kristo ni kitu gani alikuja kufanya hapa duniani? Alikuja kufanya huduma ya ukombozi wa mwanadamu. Jamani, haleluya. Gharama ni thamani ya pesa au nguvu ambayo imetumiwa ili kupata kitu fulani au huduma fulani. Gharama ni thamani ya kitu iliyotumiwa ili kupata kitu fulani au huduma fulani. Inawezekana ni nguvu, inawezekana ni akili, inawezekana ni pesa. Hayo yote ni gharama. Sasa tumesoma kitabu cha Luka 14:25 hadi 33. Tunaona hapa namna ambavyo Yesu aliwakemea makutano, akaeleza jinsi namna gani mtu kama mchukie mama yake, kama mchukie baba yake, kama mchukie yake au mke wake au nafsi yake mwenyewe, anasema hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hapa Yesu hafundishi chuki. Nini maana kuchukia? Hapa tunaona penda kidogo. Yesu alikuwa anaeleza upendo zaidi. Mtu yote anayependa mama yake kuliko huyo hawezi kuwa mwanafunzi wake. Mtu yote anayependa mke wake kuliko au zaidi, huyo mtu hana sifa ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Nini maana ya mwanafunzi wa Yesu? Ni mtu anayejifunza neno la Kristo, ni mtu anayejifunza neno la Mungu. Baada ya kujifunza neno la Mungu, tayari anakuwa na sehemu katika ufalme wake, anakuwa na sehemu katika raha yake ya milele, anakuwa na sehemu katika uzima wa milele. Haleluya. Yesu alikuwa anaeleza jinsi ilivyo gharama kumfuata yeye. Mstari wa 27 anasema kama mtu hawezi kuchunguza baba wake akamfuata, huyo mtu hawezi kuwa mwanafunzi wake. Anasema nini maana msalaba? Msalaba ni alama ya mauti, msalaba ni alama ya mateso, msalaba ni alama ya kihaka, msalaba ni alama ya aibu. Mtu yeyote asiyekubaliana na aibu, asiyekubaliana na mateso,
wanamfuata Yesu Kristo, huyo ana sehemu katika ufalme wake. Yesu akawa anazungumza, anawaeleza jinsi hiyo gharama, bali akazungumza ni nani ambaye atakayeanza kujenga nyumba asiyepita tathmini, asiyepita gharama, ili awe ajue kabisa kwamba ana uwezo wa kumalizia. Yesu anazidi kueleza, akaeleza jinsi ya mapambano katika vita. Je, mtu yeyote ambaye ana nguvu kuliko mwingine, mwenye jeshi la watu 10 anataka kupigana na mtu jeshi la watu 20, je, asipopiga tathmini kwamba ana uwezo wa kupambana na kumaliza vita, nani piga gharama? Bwana Yesu atusaidie. Tumeona somo linasema tambua gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, gharama ya kujifunza neno la Bwana, gharama ya wokovu ulio nayo, gharama kama miguuni pa Bwana, gharama ya kusimama na Yesu Kristo. Hata kama kuna vitu vinakatiza tamaa, simama imara, songa mbele, iko gharama mbele. Utakapotambua, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ukitambua, utalipa hiyo gharama, na wewe utakuwa na sifa ya kuwa mwanafunzi wa nini? Aliyeoa, lakini pia alikaja mdogo pamoja na mke wake, hawakupata watoto. Ikafika mahali mtu aliyetoka miaka ikaenda zaidi ya miaka 20. Yule ndugu yangu akakata tamaa, akaamua kufanya maamuzi ya kuoa mke mwingine. Alifikiri anatatua tatizo. Yeye ameona watoto ni kipaumbele kuliko Mungu. Ndipo akaoa yule mke. Yeye alikuwa na mali nyingi, alikuwa na mashamba, alikuwa na fedha, alikuwa na vitu vingi. Mwisho wa siku akaanza kufilisika. Kwa nini? Ule mke kila akizaa mtoto anakufa, kila akizaa mtoto anakufa, kila akizaa mtoto anakufa. Alitumia fedha nyingi, lakini pamoja na yote ikafika mahali ameumia, ameshindwa kusajili mapito, akathamini watoto kuliko Mungu aliye hai. Nakwambia siku ya leo, yawezekana wewe unapita mapito kama haya, ukashindwa kusajili mapito. Hiyo ni shida kwenye maisha ya mwamini. Yesu anazungumza mtu ambaye hawezi kujipenda mimi kuliko wanadamu, huyo hafai kuwa mwanafunzi. Huyo hafai kuwa mwanafunzi wangu. Huyo hafai katika ufalme wake Mungu. Asubuhi ya leo nakwambia, kushika kusajili mapito kwenye maisha yako. Kama mtu uliokoka, hiyo ni shida na madhara makubwa kwenye maisha yako. Ndugu yangu mpendwa, kushindwa kusajili mapito kwenye maisha yako ndio shida kubwa. Pamoja na haya yote, pamoja na mambo yote, pamoja na kushindwa kusajili mapito, pamoja na kuwafanya wanadamu kuwa kipaumbele, lakini yako mambo yanayoweza kukusaidia utakapoisikia neno la Bwana siku ya leo. Shukrani, haleluya, shukrani, haleluya. Pamoja na mapito ya mchungaji, kumshukuru kushirika uliotoka hapa, mwamini uliotoka, iko njia inayoweza kukusaidia. Jambo la kwanza, mpe Mungu kipaumbele, mpe Mungu kipaumbele, mpe Mungu kipaumbele. Sura 37. Kuna mwanasheria mmoja alimuuliza Yesu habari namna gani ya kumpenda yeye, namna gani ya kumtumikia yeye. Yesu anamwambiaje? Anamwambia hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Nini maana yake? Utakapompenda Mungu, Mungu atashughulika na maisha yako. Utakapotanguliza Bwana kwenye maisha yako, Mungu atashughulika na ndoa yako. Mungu atashughulika na maisha yako na familia yako. Mungu atashughulika na mambo yako. Haleluya, haleluya. Tunaona kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 1 hadi wa 3. Tunamwona mtu mmoja anaitwa baba wa imani, anaitwa Ibrahimu. Yeye ni miongoni mwa watu ambao walipita kwenye mapito, lakini yeye alisimama imara, alimpa Mungu kipaumbele. Yule mtoto ambaye alimkosa kwa muda mrefu, baada ya Mungu kumpa, baada ya kuhesabu sana kwanza, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Alimjaribu nini? Anamtaka yule mtoto ampe sadaka ya kuteketeza. Ibrahimu hakujadili kwa sababu anampa Mungu kipaumbele, kwa sababu anamjua Mungu. Ibrahimu akaamua kufanya kama Mungu alivyoagiza. Ibrahimu alifanya kama Mungu alivyoagiza. Ibrahimu akaenda akafanya kama Mungu alivyoagiza. Mwisho wa siku Mungu anamtoa
milima. Mungu anamtokea, Mungu anamtokea Ibrahimu milimani, anamwambia Ibrahimu, usimguse mtoto wako, usimguse mtoto wako, angalia nyuma yako, iko sadaka ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, Mungu ameandaa kwa ajili ya watu wake. Usiogope, simama imara, mpe Mungu kipaumbele. Bado hujanielewa? Mpe Mungu kipaumbele. Kuwa tayari kulipa gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Nimeeleza habari ya gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ni kuwa mwanafunzi wa neno lake na kusimama imara, na siku moja ukarithi ufalme wa Mungu. Hata kama unapita kwenye mapito, simama imara kwa gharama ya kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kaona kwenye mstari wa 28. Mstari wa 28 unasemaje? Unasema hivi: maana ni nani katika mimi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Bado Yesu anazungumza kulipa gharama kwa ajili ya ufalme wake, kulipa gharama kwa ajili ya uzima wa milele, kulipa gharama kwa ajili ya kuwa mwanafunzi wake. Ukisoma Samueli wa kwanza mstari wa 19, sura ya 19 mstari wa 9 hadi wa 10, tunaona habari ya Sauli na Daudi. Roho alipoingia kwa Sauli, Sauli akaanza kumshambulia Daudi. Mwanzoni tunaona Daudi alipiga vita, kila akifanya kitu yeye jina lake lina sifa, watu wanampongeza, watu wanamsifu, yeye anafanya mambo makubwa. Roho akaingia ndani ya Sauli. Siku moja usiku akamkosa na mkuki, akachoma ukuta. Daudi akakimbia. Bado Daudi hakulipa kisasi, bado Daudi alimheshimu mtumishi wa Mungu Sauli. Nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu, sitarudi Mpendwa, usirudi nyuma. Mpendwa, simama imara. Utakapolipa gharama, utakapomsaidini mapito, utakapomfanya Mungu kipaumbele, yako matokeo yanayotokea mbele yako. Ile inayotokea mbele yako iko faida, lakini usipolipa iko hasara kubwa mbele yako. Tunaona matokeo mazuri. Utakuwa wanafunzi wa Yesu. Utakuwa wanafunzi wa Yesu. Mstari wa 33, basi kadhalika kila mmoja wenu asiache yote na alionavyo hawezi kuwa wanafunzi wa Yesu. Yesu anasisitiza kuwa wanafunzi kama matokeo mazuri. Kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 28 hadi 30. Petro anamwambia Yesu, tukikufuata tunapata nini? Tukikufuata tunapata nini? Yesu anamwambia, duniani mara 100 hakuna atakayemwacha mama yake asipate mara 100 duniani. Akasema katika wakati ujao ni uzima wa milele. Wakati ujao ni uzima wa milele. Wakati ujao ni uzima wa milele. Utakapolipa gharama, kuna uzima wa milele. Utaingia kwenye raha ya milele. Utaona siku ile ya mwisho. Haleluya, haleluya. Au usipostahili makoto, au usipofanya Mungu kipaumbele, iko hasara kubwa. Utachekwa na watu. Soma mstari ule wa 29, anazungumza hivi. Mstari wa 29 anasema, asije akashindwa kumaliza baadaye, baada ya kupiga msingi, watu wote wanaoomba nao wakaanza kumsema, yuko wapi Mungu wake? Wewe sikiliza, maana yake nini? Utatekwa na watu, utatekwa, lakini
ukishindwa kusimama imara, hautakuwa na sehemu katika ufalme wa Mungu. Hautakuwa kazi uliyofanya itakuwa bure tu. Mpendwa, kazi uliyofanya itakuwa bure. Hautakuwa na sehemu katika ufalme. Kweli unampenda Yesu kuliko vyote ulivyotaka. Tunaona sasa asiacha vyote na kunifuata, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hamaanishi kuacha vitu, lakini mali tuliyo nayo iwe chini ya uongozi wa Mungu, ifanye kazi ya huduma kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mpendwa, unanisikiliza sasa leo, ni kweli umesikia neno la Bwana? Pima upendo wako juu ya Mungu wako. Hatarishi wewe ni mtumishi wa miaka mingi, pima upendo wako juu. Kama umesikia neno la Bwana, kama tayari tunaomba Mungu pamoja. Nimeamua maamuzi ya dhati, hata kama kuna mlima kiwango gani, hata kama kuna mapito kiwango gani, hata kama unapitisha kwenye moto, hata kama kuna mauti mbele yako, usitatike. Lipa gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Serikali ya wanafunzi, karibuni tumwombe Mungu, tuombe watu hapa. Hiyo Bwana, omba Bwana kwa sauti yako. ya kuingia katika ufalme wa Mungu, ili uwe na sifa ya kuingia kwenye raha ya milele, katika jina lipitalo majina yote. Baba, ninakutukuza, Baba, ninakuinua, Baba, ninakusifu, Baba, ninakushangilia kwa sababu tukufu na heshima kwa kuwa ni Baba yetu, kwa kuwa ni Mungu wetu, katika jina lipitalo majina yote. Baba, naomba
kanisa lako aiweka mikononi mwako.